Clouds TV, empowering life. Hebu jaribu kufanya calculation. Uone Mungu akisema changonyo, changonyo. Na tumacha tumekaa hivi. Mungu amekaa kama huyu mama hapa ni black. Sura imekaa imekauka na nywele gumu. Mungu ni Msamaria. Mungu ni Moidi. Konda toka kaenda kabisa. Tata jenga. Sasa hebu jaribu kuangalia Mungu huyu anakaaga namna gani, because we are all made out of the image of God. Sisi wote. Ukiona Muhidi unaona Mungu. Ukiona Mchina unaona Mungu. Ukiona Mturukana na mahangi zote hivyo. Hivyo unaona Mturukana amekatwa, imekaa mpaka hapa. Alafu amekatwa mdomo, ameweka kitu kimekaa sahani. Hiyo mdomo imerefuka hivi. Hivyo ndivyo Mungu wako. Haleluya Lydia. Usifikirie Mungu ni Mkikuyu. Jaza Wakikuyu anasema kakaye yana Mkikuyu, hapana. Mungu anafanana na binadamu. Na binadamu Muislamu ni nani? Ni binadamu. Mchina ni binadamu. Na hiyo maneno yote ninakufundisha the principle that unites us, that makes us a citizen of this world. When you become a citizen of the world, you're operating under the principle of the kingdom. The principle of the kingdom ni sheria ya biguni ambayo sisi yote tunaipitia. Lakini sasa inakuja kuna sheria nyingine inaletwa na Yesu Kristo. Sheria ambayo ni ya kuunganisha sisi, the grace of God with him. The favor, walking with God. We are more righteous. But that one will never disqualify you to become rich. Being a Christian does not mean you become rich. Being a Christian does not mean that things will just find yourself in the house. Because, nimeokoka. Ugali kuja. Ugali inakuja na kutembelea inakuja inakalia hapo. Nasema nikule sasa. Unaanza kuikula. Hapana, you will have to work. Just the way a Muslim will work, just the way an Indian will work, just the way a Chinese will work, you'll have to work for you to live in this world. Umeelewa sasa tofauti? Tofauti ni hiyo. Kuokoka ni relationship. Unatengeneza mahusiano yako mazuri na Mungu. Na unatembea jinsi Mungu anataka ukae. Mahusiano. Maana wakati Adam na Eve walikosea Mungu, mahusiano ni kama ilibomoka. Naye Yesu Mungu kwa sababu ya kutupenda ndio akatoa mtoto wake wa kipekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kwa maana yule atakayemwamini atafanya nini? Atapata ukombozi wa mbinguni. Lakini living in this world, you must live with the Chinese. Lazima uishi na Wahindi. Lazima uishi na wachawi. Maana mvua ikinyesha, hainyeshagi kwa Mkristo, inachagua mchawi. Ama inanyeshaga kwanyu? Hapa hiyo nebaino na kurogaga haikuna mvua. Sasa hiyo ndio principle ni ile kitu universal kutoka kwa Mungu. Meaning everybody must enjoy it. Hizo ndizo zinaitwa principles. It is common, universal for everybody. But that is particular for you. The relationship that brings you closer and makes you to live closer with God. Hiyo ndio tunasema tunaita. Leo tusome kitabu ya Acts ni kuhusu Paulo na Sila. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila. Hata mjui? Paulo na Sila waliomba. Milango. Sasa nataka tujue what happened milango ya gereza ikafunguka. Because there must be a story behind the happenings of milango ya gereza. Ilifunguka namna gani? But what is the story behind it? Ilianzaje ndio wafike mpaka wakaingia kwa gereza? Biblia inasema, as we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit of divination and brought her owners much gain by fortune tellings. There was a spirit controlled woman ambaye alikuwa fortune tellers. But she brought a lot of profit to who? To the owners. She was a fortune teller. Kwa hivyo ni diviner. Na diviner ndio huyu mama, na Biblia inasema alikuwa fortune teller na she brought a lot of profit to the owners. Kwa hivyo all these demons that you see around ourselves, they got owners. There is no demon that is existing here ambaye haina mwenyewe. Kuna mahali imetoka.
Kuna mahali ukiona mtu amekuja hapa na divination, mtu amekuja hapa na urogi, hajakuja peke yake. They are not alone. They got a connection from somewhere. That is why here. Me, I have a connection from heaven. I have a connection from God. That is why I'm preaching to you. Even the wachawis, the wagangas, they got a connection that connects them where they drive their powers from. Therefore, this brought a lot of gain by fortune telling. She followed Paul and us, crying out, these men are a servant of the Most High God. Kumbe wanajuaga. They came crying. Huyu mwanamke aliendelea kiwafuata na alikuwa anasema, these men are from the Most High God. Kwa hivyo hata yeye alijitabua na akajua, me am not from the Most High, but these men are from the Most High God. Meaning, when you live righteously and when you live according to God's plan, they will identify you. Meaning, war will all over you. Because when you are identified as this is the target, you become a target. So huyu mwanamke continued following them. Alikuwa nawafuata akitaka kujua what are these people telling the people of God. Because she knew this is our enemy. Paulo na Sila was an enemy of that territory. Maana this woman inasemekana yeye alikuwa owned and she brought a lot of fortune. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Nataka mtabasamu kidogo hata kama kuna baridi, just try to be happy a little bit. Kidogo tu, si mimi nililete baridi. Hii ni principle ya kutoka biguni. All this you are seeing ni baridi imetoka biguni. Na hatuwezi, you can do nothing. Bwana asifiwe sana. Kuna ukienda kanisa kuna watu wametoa nguo wanatembea uchi venye kuko na joto. Hallelujah. Na ukienda Ururaya saa hizi ni very cold, lakini nakuta saa hii nikienda Limuru hapo Sigona nimepata katoto kadogo kamsugu kamevaa vesti. Na Mkikuyu hapo alikuwa kado amevaa sweta, amevaa koti, amejiwekelea kikoi na amejiwekelea mbulageti juu. Jivenye kule kuna bado. Sasa katoto na nikatogo kametoshana hivi ka 2 years. Kana ruka huko kana kwa sababu kule kwao. Sasa hapa ni Garissa. Joto ni mingi. Paka kanatoa nguo venye joto imekuwa nyingi because kule kwao ni barafu ni -10, -20 kwenda huko juu. So these things you don't understand them. It is God's creation. Therefore what went wrong? And verse number 18 nasema, and this she kept doing for many days. Paul, having become greatly annoyed, turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And it came out that very hour. So these demons, they are with you and they will keep walking around you. So usifikirie kwa sababu sasa umegonjeka ni sasa hiyo ugonjwa wamekuroga jana. Hapana. Hii kitu kilianza kitabu. Hii matatizo uko nayo, it is not a manifestation. Ukiona kitu imeanza kumanifest in the physical, it has been happening. It has happened for a long time because this woman kept following them for quite a long time. Si ati walianza jana na wakaliact, she kept following them. Wherever they went, she was behind. Wherever they went, until Paul was annoyed. So some of these demons to go, you lazima ukasirike. Some of them you command them, you must get annoyed, and he was annoyed. Paul was completely annoyed. Ameona kamama kanatusubua, kamama kanatufuata, tukienda choo kako hapo kwa mlango, tukienda kukula kako hapo, baka akasema you must go in the mighty name of Jesus Christ. Get out. He was annoyed. So kasirika. For some of these demons za kusubua, kasirika zitatoka. Kasirika sio wazae. In the name of Jesus, I command you. In the name of Jesus, I command you. No. Bishop mmoja rafiki yangu hapa wa independent atawasalimia. Alituambia kuna shetani ya kuogeleshwa na miheho. Na kuna shetani ya kuogeleshwa na nini? Alisema nini? Ya kwalilio na miheho. Na ya kugothokero. Na ya kuhuro. Kuna ya kugothokero. Kugothokero ni hop! Inamaka, inarudi nyuma kidogo. Na kuna ya kutuagwa. Ndio unaonaga watu wa independent wanaendaga na paka wameweka hapa kwa sababu wako na roho ya ile ya pita. Na kuna chuma. So Paulo alifika mahali akakasirika. That kind of life you are living of poverty, there is a time you need to be annoyed with that poverty. There's a time you need to be annoyed with the problem and challenges that are facing you. They must you go and say no. It has to come to an end. Enough is enough.
You have to conquer those enemies. You have to conquer the situation that is in you. Do not ati ukae chini ikuje iondolewe. Iondokagi. Kasi huwezi kuondoka. Lazima ugodhoke. Lazima uchukue jogoma uziondoe zitoke. The day utasikia umechoka, you shall liberate yourself. Because tulikuwa tunapiga, ni demon ilikuwa ndani yako, ndio tulikuwa tunafukuza. Some of these things you must take an action. And in verse 19, but when her owners, this is where the point is. When her owners saw that their hope of gain was gone, they seized Paul and the cedar and dragged them into marketplace before the rulers. And when they had brought them to the magistrate, they said, these men are a Jew and they are disturbing our city. Umesikia? Every demon, it has got its owner. And when this owner was removed, when this demon was removed, the owners appeared. So when you are doing liberation, fighting these altars, when you destroy one altar, the owner will come. And the owner will plan to destroy you. Because they went and they arrested Paulo and Sila. Wakashikwa. Waliposhikwa, wakapelekwa to the market place. Na ndio nakutaga all markets iko na Wagoroki. Because the rulers of the Wagoroki wako huko. That is where the convergence of demons are. The convergence of witchcraft is. The convergence of the powers of darkness iko mahali hapo. So they were taken there. They were taken and arrested and kept captivity. Then the rulers were called. Wenye wanatawara. Waliowashika ni nani? Ni maagent. Kudagotome. Wale wanatufidako. Sasa kale kademoni kana kusubuaga. Sio kenyewe. Na ndio nakuambiaga, don't deal with that demon. Ambayo inakusubua saizi. Deal with the owner. Go and sit down. Kama ni madhabahu inakusubua, madhabahu ya marriage imeanguka, madhabahu ambayo ni ya poverty, madhabahu ya kusukumwa, madhabahu ya kuonewa, don't deal na kuonewa. Go and dig out. Ujue kuonewa kulitoka wapi. Poverty hii ilitoka wapi. Miscarriages hizi zilitoka wapi. Tulisoma kitabu ya Hosea 9 inasema namna gani? Ati kwa sababu ya iniquities, kwa sababu ya iniquities of our fathers. Then God akasema, nitahakikisha there will be miscarriages. Nitahakikisha there will be no births. Nikahakikisha there will be no growth. So some of these challenges that we face them because our fathers did. We face them because our mothers did. We face them because our grandmothers did. Not because we have done. But somewhere, something happened in our life. And this is because some forces somewhere. That is where when you rise up to fight a demon, to fight an altar, unaona roho ya baba imesimama. Na inakuuliza unafanya nini? Kuna watu wameenda kuuza shamba. Ukijaribu tu kuuza shamba ile ya guka, unaona sikia magonjwa, familia mzima inaingia. Unasikia yule alikuwa anakuja kununua shamba, amegogwa na gari na amepelekwa Kenyatta na hajisikii. Why? Roho ya ule msee mwenye saba inasimama, inauliza mredi ya mgoda wako ate, mnapeleka wapi? Unaenda kuolewa na msee alisema hii shairi yetu wa moshi huyo mtikahika. Alafu unakibia kuolewa. Kwa sababu umeona kitoro, kidaki na kihadisamu kinakupeleka nyumbani. Mtakaa nayo miezi ngapi? 3. Akiingia tu kwa nyumba kimsee kinatokelekea. Na kuuliza tulisema hakuna kuolewa kwa hii boma. It is null and void. So unaanza mkorofishano, yule mwanaume anazungumziwa na demoni za mzee. Tafuta mtu mwingine. Na anatafutiwa mara moja. Na unakuta mwanaume anaenda kwa mahali kwa mkahawa na angalia mama kama huyu. Wanaanza kuangalia macho kwa macho. Anaangalia kado, anaangalia kado. Kisha anafanya hivi na wewe anafanya hivi. Wanatoka, wanaambiana tukutane kwa choo. Na basi zinabadilishana haraka sana. Hiyo ni arrangement imetengenezwa na yule mzee mwenye alisema hapa hakuna doa. Na unaanza kuona yule ni msuri. Na unamwita darling, mnashikana kidogo, mnatembea. Mkienda mnapigia, mnaingia kama hoteli, mambo inamalizikiana huko. Ukirudi nyumbani, exhibit, unakuja kube ule mama alikuwa ameweka lipstick na ile filamu umejaza kwa uso, alikuhagi nayo lakini haukujua. Ukienda nyumbani unakuta hapa ni kwa red, hapa ni kwa brown, hapa mama anakuuliza, darling, ulipitia wapi? Nasema nimetoka kazini. Na hii ni nini? Unaangalia mama, unakumbuka pale ulikuwa. Sasa boma inaanza kubomokea hapo because the owner wamesimama na wamesema there was not to be marriage here.
Therefore, a destruction has to happen. So these things you see happening in your life, it is a plan. Ni plan ya shetani. Anapanga hii, because demons are there. It is an entire government that organizes war. Inapanga vita. Paka unashangaa. Mtoto wako anagojekea Amerika, mwingine anapagwa anapata visa ya kwenda Amerika, akagojekea huko. Ndio muuze hii shamba. Na mkiuza shamba, mkimtoa, unasikia mtoto amepona. Alipofika hapa, anapona mara moja. Na shamba imeenda. Kwa sababu shamba ndio mlikuwa mmeambiwa, you will not own a shamba. Hivyo tu. Na mkikuwa hamna shamba, mnakuwa at peace. Na mnakuwa mkikoboa kanyumba at peace, na pesa ya kulipa nyumba inapatikana vizuri, and you don't struggle, and you are happy. Lakini jaribu upate kaploti. Enda kwa nani, anaitwa nani? Huyu audhika. Ploti maguta. Ukienda utalipa pesa nusu, utalipa. Wakati wa kwenda kuonyeshwa ploti, inasemekana hata hiyo shamba haikuwepo, because umekatazwa ku own a property. Uliambiwa msi-own. That is why some of you cannot afford. Wakati unakoboa kanyumba kamshahara ni kazuri, mpaka unaongezewa promotion ndio pesa ya nyumba isikosekane. Lakini ukienda kwa sako unaanza kuweka pesa. Siku ile utaenda kwa sako, sasa umepata ploti, unataka kwenda kulipa. Siku hiyo tunasikia shosho amegojeka, ameanguka, na hatujui ni nini imemwagusha. Sasa unakimbia kwa sababu wewe ndio unajulikana uko na pesa. Unakimbia. Ambulance sasa hiyo kutoka Murang'a, imagine. Ambulance inako inapita Thika, inapita Juja, na huko kote kuna mahospitali, inakuja kusimamia Agakani. Inaigisa Agakani. Kuigisa Agakani inasemekana ndio ukue admitted ama uweze kuonwa, inaitwa ile ya kuonwa. Consultation fee wekelea 200 kwanza hapa. Kwa sababu utakishosho akuje haraka, hata unaharakisha madaktari. You are very stupid doctors. You can't even mwezi kumwangalia mwezi. Kwani pesa ni nini? We have money. Kumbe ni demon inakwambia ongea na ujasiri mwingi. You have money. Kwa sababu ni kale kamilioni kako kamoja kamefuatwa. Unangangana, you have money. Doctors, you are jinga sana doctors. I wish mngeenda na haka. Hebu niulize ule unafika kazini yako anakuwa kwa Nairobi Hospital. Kwa sababu inakuvudia kwambia ukitoka ukishindwa hapa kimbia Nairobi Hospital. Mali bado huko Nairobi Hospital, kule utaitwa 1300, utaitishwa 1300. You have the money. Ni kamilioni kamoja kana kusubua mpaka unakaa kama kiberiti, umewaka kama kiberiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatoa haraka, unatoa ile mobile banking haraka, inaandikwa, unapatiwa receipt. Ukiigiza mama akiigiza huko, kunasemekana hii ni kesi ya HDU ama ni ICU. HDU. Kumbe unasemekana HDU. Anawekwa mashini, anawekwa kakitu hapa, kengine hapa, kengine mgongo. Makaba zinavugwa kila mahali. Ukienda unaangalia shosho yako, unaona hii ni kifo. Unashindwa hizi zote ni za nini? Unaambiwa hii ni ya kuangalia roho, hii ni ya kuangalia nini, hii ni ya kuangalia masensa. Sasa hiyo unahesabiwa kama mshipi kamoja, unasikia wamekuitisha 1600. Unauliza, money is not a problem. Ni kale kamilioni kako kanashughulikiwa. Na unaambiwa kabla tuendelee this process, tutatoa. Ndio toe pale ukuje. Na unaweza kusema simuangalia gedikibi, hapana, tutamtoa hizi. Oi, msitoe. Wacha nikimbia. Unakimbia na 600. Unaweka. Kwanza unawapigia ukiwa kapaki. Hata nimekutumia picha, mwekeni. 600 zinaenda. Kuna semekana tena lazima apelekwe labu. Kuna kanyama kako mahali kamepimwa, amerushwa mshipu kitu kwa ndani, inaitwa microscope, inaitwa what? Endoscope, imewekwa ndani, imekata kanyama, tunataka kukaangalia vizuri, kataenda kupimwa kwa labu, na hiyo ni 200. Amebakisha 1100. Sasa hiyo haraka inatolewa. Kuna semekana wacha apelekwa observation room tukigojea. Lakini sasa lazima tumununulie madawa fulani na Dr. Mwangangi wa Nairobi Hospital atakuja kuangalia maini, na Dr. Wafula kutoka Aga Khan atakuja kuangalia history ya figo, na Dr. So and so atakuja kuangalia history ya ubongo. Sasa unakuwa ni specialist. Kale tule tupesa tudogo tulikuwa tumebaki tunaenda na stana kusebulaizi. Sasa hiyo kamilioni kako kakienda kameshughulikiwa vizuri, unasikia report.
nasema you're very clean, you don't have a problem. Because ni kamilioni tu kalikuwa kanatekana. Because you tried kupada mara limitation ya familia imewekewa. Limitation imewekewa 1500. Umegoka kwa biashara umepata ingine 500. Sasa utashughulikiwa na hata kaploti kingine ulikuwa nako kashosho mwingine kataitishwa because of trying to disobey the order ya demons. Vita hiyo inainuka. Alafu unarudi kuomba tikiti. Ulikuwa na kamilioni, ulikuwa na ligia watu. Bako ulikuwa umejiita a young millionaire. Young millionaire anashughulikiwa. Baka ukitoka huko umeporwa na madaktari na ukirudi nyumbani unakuta ambulance inakugoja ya huko Murang'a. Inakwambia uko na biru ya shilingi 200 ya kubebwa, na biru ya kuweka oxygen ya 50,000, na biru ya kitu kingine. Sasa unahesabiwa biru, sasa unaanza kufurisa na unaanza wanataka kukurudisha kule unafaa kukaa kwa kufurisa na kwa kukopa kwa madeni, na ulikuwa umeshatoka kwa madeni. Ulipata tu milioni 2 ukalipa madeni ukamaliza, ukabaki sasa kakujijega, kakujipaga. Unasema haka niko direda kuefaga nako. Hii ndio najipaga. Wacha nikwambie. The demons, they got their owners. They watch over you. They control everything you do. Until you know the secret of these people, you will forever live suffering. Paulo na Sila wakakamatwa wakapelekwa to the rulers, and then the magistrate was commanded. Meaning kuna hukumu imetolewa juu yako, na hiyo hukumu lazima uitimikie. Kwa hivyo wale demons, the owners of the demons in your life, kuna hukumu. Anything that is happening within you, it is happening because kuna hukumu ambayo ilitolewa na magistrate wa mademon. Maana they summoned, wakampeleka kwa soko. Kwa hivyo hata hii soko inakuwaga ya hawa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata hapo naishi, hiyo plot unaishi, kumbe inakuwaga ya hawa watu. Umekoboa nyumba, umetoka nyumba kama ya shilingi 10,000. Maana kamshahara kamepada, umekoboa nyumba apartment ya 3 bedroom. Na hiyo 3 bedroom, hiyo meenda hiyo nyumba. Mwenyewe ni mtu wa devil worshiper, alitoa nyanya yake ndio ajenge hiyo nyumba. Unaenda kukaa kwa hiyo nyumba, unaita mabishop na mapastor wakuja wao utakaze nyumba. Riabari no sheka taya. Riketo robosaya na kete yanda. Ya makara maseke katara. Hata kelia na gari na matrakta zote zikuje. Bwana asifiwe sana. Kumbe you are living in the altar of the blood of a human being. It doesn't matter how best you know how to pray. You will not survive. Because there is an altar of the blood of a human being. That house itself, the whole house is an altar. A sacrifice was done of a human being. Ndio ilijenga hiyo nyumba. Alafu ukuja ati wewe utanajia kwa vyema. Rieko usiku saa 9 umesumbua watu mpaka wanajua saa 9 ikifika afadhali mtu asikia kila nyumba imewekwa muziki ya juu kwa sababu ya sauti yako. Kwa sababu wewe ni mhonoki, umeenda kuchokosa madhabahu. Na hiyo madhabahu itakushughulikia. Unakaa kidogo nasikia mtoto wako anaanza kuanguka shule. Na mtoto wako hakuna historia ya kifafa kwenu. Mtoto ameanguka. Na kaka kidogo nasikia mama yako ako na gadhudo, akifinywa matiti hivi, anasikika ni kama ako na kitu kanatembea. Na hiyo ni possibility, hiyo ni breast cancer. Ukikaa kidogo unasikia mgogo hapa ati kuna kitu kana kuuma wewe. Sasa wewe muobaji, kwa sababu unainamanga hivi, unasikia kuna kitu hapa. Ukienda kwa daktari akwambia kuna possibility, kuna disc relocation, disk yako imekaa vibaya. Lakini kabla tuangalie diski, uende kwa wale specialist wa mikiha wa vein. Ukienda ukiangalia wa mikiha venye unaenda hivi, wa mkiha anakuangalia na kuambia inaonekana kuna mikiha imelaliwa, na hiyo mikiha lazima ungolewe, hii isogezwe na hii isogezwe. Na hii inaweza kufanyikia India, si Kenya. Kwa sababu ya nini? Ulienda kukaa kwenye nyumba iko na madhabahu ya bae, shosho alitolewa, mama alitolewa. Nothing will work in your life. Kutoka hapo unasikia kazi umefutwa. Kukakaa kidogo unasikia Bwana amekuondokea. Kukakaa na wewe ni pastor, na wewe ni mhonoki, hata kanisani wewe ndio unatumikaga kutoa domele. Bwana anasema, watu wa Mungu, Bwana anasema. Lakini kwako
Hakuna Bwana anasema. The door is shut. Because you're operating on a closed door. You're operating on an agenda that has been placed for you. Because the rulers have said, we have to destroy this person. They know you're a prophetess. They know you're a prophet. They will lead you where they're going to slaughter you. They led Paulo and Sila. Walijua hawa watu ni wa Mungu. Huyu mama alijua. Na akajua wewe tutakushughulikia. Na wakashughulikia Paulo na Sila. Akalaluliwa, walichapwa kichapo cha umbwa. Lakini walikuwa wametoka maombi. Kumbuka, hawakuwa wametoka usherati. Hawakuwa kwa baa kukunywa pombe. Walikuwa wametoka kwa maombi. Na walikuwa maomba na Mungu amewaambia niko pamoja na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unabii ulitolewa, pastor ulisema, kai pastor, ndio ngire wera ndio kwagera. Tamaka wera ndio uragira kumata wa yana gwa wera wathukire muno. Bwana alisema niko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. When God sometimes anashidwa paka una lose hope, lazima kai yake yanate niguo ndutire maruta kai gutire kundu itathiete nimeenda nikaenda kwa Moiro nikatoa, nikaenda kwa Ng'ang'a nikatoa, nikaenda kwa nani kwa Makenzi nikatoa, nikakenziwa, nikaenda wapi and you are useless, you are hopeless, you become completely without nothing because you are operating in somebody's territory. When you're operating in somebody's territory, victory is minimal, no matter how you are. Not until you understand what kind of the operations that are here. Then after that, after they were jailed, because they lazima wangefungwa, upende, because you're operating in their territory. Lazima ukuwe maskini, lazima wakufilisishe, maana hata hiyo pesa walikupatia ni pesa zao. Lakini they wanted to drag you out, wakupeleke mahali wataenda kukuchijia. Kina Paulo na Sila wakanyoroswa, kisha wakafugiwa ndani ya korokoro. Na wakaekwa ndani. Nataka nikwambie kwa wale wajui korokoro ni nini. Naweza kutaka uende siku moja, uende tu for experience, uende waambie polisi, nifugieni tu leo nisikie watu ado maigua gatia. Then utakuja kutuhubiria utuambie Paulo na Sila waliomba kwa nini? It is because of the challenges. One day wakati nilishikwa na polisi na ni wakatakasa nipigwe risasi, my wife alikamatwa, na alikamatwa na my son. My son then was 2 years old. Ule nilikuwa namuonyesha picha hapa, amejoin FBI kule Amerika. Sasa kamtoto kalikuwa kananyonya, hakakuwa nitue tokutaba. Wakalikuliwa na chawa, kakaamuka kakatembea na rodhigo. Ni vile dunia ilikuwa baya. Kalikuliwa, sasa kamekuliwa huko na mama hawezi, maana mama hata maziwa ya kunyonya hana. Kaliamuka tu na rodhigo, kalitembea na rodhigo. Katoto kakajua huko ni koru, huko ni kuhetanile, niko miwaka moto. Bwana Yesu asifiwe sana. So Paulo na Sila walikuwa korokoro, baka ikabidi waombe. Na ndio nakwambia, when you are in that situation, you don't need to complain, don't need to go shouting, asking, where are you God? You don't need to lament. You need to know you are in the right position, in the right, doing the right thing, in the right place where God wants to be. So praise him, lift him up. Akaendelea Paulo na Sila, wakaendelea kuomba, wakaendelea kumsifu, wakaendelea kumwabudu, wakasimama, wakashangilia, wakasema tunaendelea kukuabudu. Hawakuimba wimbo ile ya machozi. Hawakuimba Silia machozi haya ni wewe. Hiyo ni wimbo ya ujinga. Huyo mama akiimba hiyo wimbo, unajua ile kitu alikuwa amepitia? Yeye ndiye anajua. Na aliimba wimbo out of experience. Matatizo hii alipitia. Sasa na wewe anza kuimba hiyo Silia, ukiosa vipo Silia na uli Silia machozi haya. Na kuambia jioni msee atakuja, atakularua kofi without reason. Na ukimuuliza ni nini? Ni jugwiri ogoringe. Kwa sababu uliitisha machozi, na ndio sasa uanze kuimba Silia machozi ulie. Ndio kwa sababu yeye tu ndiye anajua ni kwa nini umepigwa kofi. Bwana asifiwe sana. Ni yeye tu. Hivyo lazima, wewe ndio ulikuwa unamwambia juzi. Maombi tunaobaka ya ujika ati wewe baba, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa Joshua, teremka sasa. Waacha ni. Huyo ni Mungu gapi umeteremsha? Umeteremsha Mungu wa Yakobo.
Tangalia, Jacob alikuwa mkora, utakuwa mkora. Jacob alinyang'anyana blessings za wenyewe, utakuwa. Jacob alienda kwa mama, kwa baba anko Labani, anaitwa nani? Labani. Akateswa miaka 7 ya kutafuta bibi na ingine 7 ya kutafuta bibi wengine. Utakaa huko, utanyang'anywa, you be swindled. Huyo ndio Mungu wa Jacob. Baka wakati jina ilibadilishwa ikatoka Jacob ikakuwa Israeli. Huyo ndio Mungu wa Jacob. Ukiginywa na malaika usiku mpaka kokotole kogoro, mpaka uanze kutembea hivi. Bwana asifiwe sana. Huyo ndio Mungu wa nani? Sasa ita Mungu wa Joshua. Mungu wa Joshua alikuja ni wa vita. Is a warrior, mighty warrior. Aliteremka kama vita. Ni kuchija na kuchija watu. Aliambiwa igia ai, chija watu. Baka kuku na paka na nyau zote usiache hata moja. Uchije na usibebe. Huyo ndio Mungu wa Joshua. Ndio unaonanga Mungu wako na majina mingi. Akifika kwa mtu anaitagwa nani? Akifika kwa mtu anaitagwa nani? Maji ya uhai, maji ya uzima. Na akifika kwa miti anaitwa nani? The tree of life. Na akipita kwa wanyama anaitagwa nani? The Lion of Judah. So understand which situation you are in to call that God in that situation. God changes. You nasikia anaitwa omnipotent, omnipresent. Call God according to the situation you are in. Jehova Rafa, maana uko mgonjwa unahitaji uponyaji. Jehova Nisi, kwa sababu ndio tululilo nejera, ni bendera yetu, akuogose. Sasa hede uitisha Mungu wa Joshua. Na hakuna vita kwako kwa nyumba. Lazima mzee. Ama uitisha Mungu wa Danieli. Ama Mungu wa Meshaki na Abednego. Utajikuta kwa moto. Ukichomeka na ukikarangika. So when you are calling God, know the situation. Kama wewe ni mgonjwa, itisha God Jehova Rafa. Mulilie, katalia hapo kwa Jehova Rafa. Ita Mungu kwa Jehova Rafa. Kwa sababu yeye is a master healer. You need healing. Lakini kama uko kwa vita, ita Mungu wa Joshua. Na uite Michael. Na wale wengine wanajua kupigana. Waite wakuje, wakusaidie. Maana you are in the war. Na uite God, Jehovah, the mighty warrior. Muite saa hiyo. Lakini sasa huko in peace. Munakula githeri huko, chapati, zigoko. Unaanza kuita Jehovah mighty warrior. Anakuja kwa mighty warrior nini? Anamwori nini? Utasikia saa hiyo wewe Alice na brother yako mlipigana akasamani. Naona Alice anauliza, "Nolilika kole waje kile?" Dawe kile atia. Kile muhae nawe. Nolilika kole waje kile. No wakunya kademo nini? Mkaja mko haya. Unasikia bomba msima imewaka moto. Ndio mighty warrior kuja fanya kazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ita kama uko na peace, ita Mungu wa amani, au upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. So while walikuwa ndani ya korokoro, nini nilifanyika? Waliendelea kumwabudu Bwana. Maana wakati kumwabudu Bwana, milango inafunguka. Katika kumwabudu Bwana unaitisha the presence of God. They continue to call upon the name of God. They continue to cry to God. So in whatever situation you are in, it doesn't matter how big or how small. Continue calling this God. Continue crying to him. Continue speaking to him. Continue. Endelea kumwabudu kwa nyimbo na sifa. Endelea kulift up your God. Lift up this God. Wakati Daudi alijipata kwenye shida, aliingiaga chini kifudifudi, anaita Mungu. Anamuibia kinado. Kenobi, anapiga kenobi mpaka nguo zinateremka. Ndio maana Mungu alisema, "This is a man after my heart." Sio kwa sababu kilikuwa kizuri. It doesn't matter. Watu unaweza kuwa mtu mzuri, hujaitenda dhambi, lakini God disappears from you. Hakuonekanagi. Na kimutu kama mimi, unajua mimi si kimutu mzuri. Nilikwambia I'm only to 3%. Nimepata niko 3% saved. Niko only 3%. So don't come for a perfect person. Niko 3. Kama kama nakujaga kufanya study hapa na mtu ameokoka sana. No. I'm only 3%. Nimeachia Mungu 97. Ndio ajaze. Pole pole. Na simuharakishi, aendelea kuniutengeneza pole pole. Pole pole. Pole pole. Lakini wewe uko mpaka kule igoro karoka huko roshini. Na niko madeni na makole ile. Because you denied God a space to operate. Yes, I'm telling you, give God a right space. Waje kusema umeokoka 100%. There is nobody. Hata Biblia inasema yule atakwambia hajafanya makosa, hiyo already ni makosa. Because uliona. Unataka kuniambia hujaona? Kuma kiabu ginya huko dona kimudume kithaka. Hau ugegetoka hau. Oga na kimudume kiniga kiana apostle ito.
Mimi nilikuwa nikiendesha, tulikuwa na wachungaji kwa gari. Nikaona mwanamke amepita hivi, nikamwangalia. Sio ndio Biblia imetukataza? Ule nimekosea tu hapa. Nimekosa. Sasa nimekuja na nataka nikimaliza nipige magoti hapa. Ni sorry nikachokera rege. That's why nimempatia 97% yangu. 3% ndio yangu ya salvation yako nisimamisha. Ndio naona nashika microphone na kuhubiria. Ndio kwa kigogo kigira. Ni 3%. 84. Uko iwate ni mururumbo. Miaki ule kana goko to day 4. Wewe 97 ni adori. Onake. We 100% onake. Todo gikombe ni kihurire ari angĩ gwĩkĩrwo marekĩrwo gikombe kĩngĩ ya kachai. Yaani kikombe yako imejaa chai. Wengine unaona wameanza kuwekewa chai. Unatamania uongezewe ingine lakini kwa sababu kikombe imejaa there is no tea. Inaweza kuongezewa. So empty your cup for God to find a space to fill. Hiyo wokovu mingi mwachaneni nayo. Hapa nyinyi yote hakuna mtu ameokoka. Mukae zero. Start from there. Let God now start feeding you. Pole. Mimi sometimes ile kigunyo yangu inaamkaga. Hata ukinikuta mahali kwingine unaweza kujida kai. Oyo no yatoe. Inowe ne kigunyo gĩokĩrire. Na kigunyo gĩgũkĩra kirutaga wĩra mathaa-inĩ makio. Kigunyo gĩu kĩahorera na kwa tena sopa. Bwana asifiwe sana. There is no perfect person. There is no good person. There is no angel. We are not the angels here. We are not living in the Mars. We are living on earth, planet earth. Where chakula lazima utafute. Dedia. Chakula. Ndio haisha kifadhini. Kaja kumahujiria. Najua napenda sana wahubiri wa mabasi wale wa magari. Anachuka anaigilia hapa na anaenda kushuka pale Hesiache kwa Ngangalito pale huko chini. Sasa kutoka hapa lazima akuwe amehubiri. Ni gari inaenda bio. Lazima akuwe amehubiri, ameobesha toba na ameitisha sadaka. Na ako ready kushuka. Tena ikie kwa basikili ya kupanda naye akuwe by the time aende 1 kilometer. Hizo wote lazima si kama sasa nakupatia siri mrefu na wasomea. Ni mstari moja inapanuliwa haraka na hiyo mstari inajia kuitisha pesa. Kuna mmoja nilikuwa nampenda. Alikuwa anafanya nishuka kutoka OTC na ikia hiyo basi ameingia. Nimsikilize tu. Kwa sababu anaenda mpaka unaona mdomo. Mdomo mpaka imezoea inafanya hivi tu mpaka unarudi kwa mfuko unatoa tu. Kama kuna watu watabarikiwa ni hawa watu. Maana Mungu sees in them what they deserve. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Paulo na Sila waliendelea kuomba, milango ya gereza ilivunjika. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tulio hamwe. In verse number 20, and when they had brought them to some verse 24, having received this order, he put them into the inner prison. That all after we have been captured, hatuwekangwi kwenye outer prison, unawekagwa in inner prison because you are dangerous. So whatever kind of a problem you are going through, it is not outer. Haisi ya hapa ni ya inner, because they want to deal with you from your inner means. Kule kehumo yako, kule kwa shosho, kule kwa shaba yako, kule uko the inner part of your challenges. That is where they come from. Therefore, in verse number 25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. And suddenly there was a great earthquake. There was a great earthquake, a huge earthquake that brought down mutukiko. Wakati unaenda kuachiliwa, kuna kuanga na mwenyenyo, kuna kuanga kama ulikuwa umejiraise in a foundation ya shetani. Hizo vitu zote ambazo zilikuwa nazo lazima zianguke, lazima zibomolewe. Misingi yoyote, foundation yoyote ambayo ilianza na misingi ya kishetani, it must go down. The day you get serious with salvation, all that had come from the devil lazima ibomoke. Niguo wajege kuona kakari urani na kone gathie ukainya nyumba ni wahingirwo ni waiga tonyumba warihite na mbeca cia magendo, ulikuwa umefanya corruption, ukalipa rent mwaka mzima. Sasa unasikia pesa imekosekana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Na unaona agent na kufuri mwenye alikuwa mnachekaga naye na mnakula naye amewekelea kufuri hapa mpaka hiki. Unajua maagent wanawekelea makufuri hapa. Ukiangalia nyama yake hapa inakuwa ya black kwa sababu ya gokwaro na makufuri. Haleluya. So unakuta mama baba mlikuwa mnacheka cheka naye. Anakuangalia kwa sura. Nakwambia umelipa nyumba ama hujalipa? Sasa mimi sina budi nitafuga. Sisi tunaogeaga naye, lakini sasa imefika mwisho. Begi imeleta shida, lazima tufuge na nyumba inafugwa. Lakini wengine wote unakuta hakuna mtu amefugiwa, maana bado wako kwenye ufalme ule mwingine. Ndio unaona wakati mwingi tukiokoka maisha inakuwaga way high, zinapotea, network ya maisha inapotea. Unakuta bako unashangaa nilikuwa naokoka ya nini? Kwa sababu ulijenga ufalme wako na ufalme wa kwa giza. Na sasa umeokoka, wanachukuaga vitu zao zote, unaanza scratch. Kwa hivyo ukiona umeanza scratch, ujue you are with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Si shetani ameteka over, you are with God. Shetani amechukua vitu zake, sasa uanze kuudwa. Niliwaambia niliingia hapa kwa matatu. Nilikuwa naendaka na magari 12 na security yangu. Lakini wakati niliokoka, nilipaka laini hapa railways. Laini ilikuwa inaenda hivi, inajigonyogoda hivi, inajinyogoda hivi, inajigonyogoda. Na nikipaka tu laini kuingia kwa laini, watu wote inaboboka. Kila watu wanapotea, milango ya gari zinafungwa. Unaulizwa ni kwa nini? Kumbe wewe hataona shagaa, unaanza kuuliza kagari taradi. Unaona hakuna mtu anakuongeza, kumbe you are the reason gari haziedi. Bwana asifiwe sana. You are the reason. Kwa sababu wamekuona, amejua ule ni ule mtu. Kai Tuadhigo kwa idhuathe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Milango ikafungwa. Nilikuwa natembea mguu kutoka hapa mpaka kona, ndio niingie gari usiku wasinione. Na wakijua ni mimi niko ndani hiyo gari, inaingizwa police station ndani. Wanasema you how they need hapo. Dereva na makaga wanaingia mpaka OB ndani, wanaogelea kwa OB ndani. Maana how. Sometimes nilibebwa na gari ya polisi nikapelekwa nyumbani. Maana huyo polisi alinijua. Akasema ni nini? Nikamwambia hapana, mimi hata sijui. Wakaenda wakaulizwa ni nini? Hapana, sina huyu. Tomoe. Bwana asifiwe. When God is dealing with you, sometimes we think it's the devil dealing with you. When God is perfecting you, at some point unakuanga umefika, unaona it is like ulikosea Mungu. But God is perfect. God, when he's dealing with you, he deals with a lot of love, because he has to remove every iniquity, every branch, everything umejishika. Kaguo ulinunua na corruption, kaguo uliletewa na yule boyfriend yako, hata kasuruali, tuote tunapotea. Lazima tuende, utatembea karibu uchi. Ndio Mungu akufunike nguo nyingine. Mungu akupatie kibali kingine. Mungu akupatie kitu kingine ambacho hakina kilema. Kitu kingine hakina kitu unaweza kucomplain. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ukisimama, unasimama, unatangaza. Si unaona siku hizi na hubiri na ujasiri. Na kuambia kama unataka kutoka, utoke, because I have no attachment na maliko. Kuna siku nilikuwa na kiburi. Baba, mami, kuna siku nilikuwa na kiburi. Kuna siku nilikuwa nalipa watu kae hapa wanihurutere. Hewa ikuwe mzuri. Unalipa shilingi 5,000 uhuruterwa. Mwingine yako hapa na mwingine yako hapa. Na una imagine ni akina nani? Hata nikupe sasa. Kiburi iling'olewa wakati nilianzisha kanisa. Sisi tulikuwa na akina Alesi hapa. Tumekaa watu 20 kwa kanisa ya pale huko. Akina Alesi hawa wamenishughulikia. Wanawake 20 walikuwa 20. Mwaka mzima kanisa ya watu 20. Wanakushughulikia. Hii nywele, kichwa yangu ilikuwa na nywele. Hii kichwa ilikuwa na nywele. Iling'oka yote. Baka siku moja nikaambia Mungu, si unirudishe huko kule kwingine. Nirudi huko. Sababu ni 20 nimeshindwa kwa control. 20 people. Na nikiimagine venye nilikuwa powerful. Ninawafukuza hawaedi. Najaribu kutoroka kanisani siedi. Siku moja nilidrive from Rogai nikafika hapa Nyayo Stadium. Nikageuza gari, nikapada, nikafika Bombers, nikageuza gari, nikarudi, nikafika pale City Stadium, nikapiga roundabout, nikarudi, nikafika Nyayo, nikarudi tena na nisade. Nasikia kwenda kuhubiri hiyo kanisa, nasika digodhie. Makoma mashio mashaitani mashio digodhie. Sasa hiyo dakika kidogo nikiwa gari. Modo wa Ngai.
Ukinyeteko. Unasikia ni ile shetani huko anataka ikuongeleshe. Ndio ukajukite. Nikawachukia. Nikaenda mpaka Kataloni siku moja. Nilikuwa nimeenda Kataloni kuwaombea Mungu awatoe kwa hiyo kanisa. Nikaomba maombi ya kilio, karibu nimwage damu. Na nikaambia Mungu, hata huyu ni mmoja. Huyu yuko hapa. Ni mmoja, hiyo grupu ilikuwa hapo. Nilienda Kataloni kuomba. Nikaenda gongo kwanza nikaomba, hakuna majibu. Nikasema wacha niende Kataloni. Nikauliza Mungu, nikoga yeigua agiromono. Ni wapi unaweza kwenda Mungu akusikilize vizuri? Kwa sababu nilikuwa nimeenda Heaven's Gate 0. Nikaenda Gong Kilima 0. Nikauliza sasa ni wapi, ni mlima gani msafi? Kwa sababu Heaven's Gate ni kuchafu, Gong ni kuchafu. Nataka kusikia Mungu akiniambia nimewatoa. Kwa sababu nilikuwa nimesimamia Mungu hivi. Nenda kwa hivyo meheretie kwa. Mungu, nilikuwa naambia Mungu, nataka nikae kama Yesu. Na usikubali nifanye dhambi. Mungu akanijibu. Nilikuwa na maswali mbili niliuliza Mungu. Aniondolee hawa wanawake na anifanye kama Yesu. Mungu alinijibu ya pili. Kunifanya kama Yesu. Akaniambia kwa sauti, nimekufanya na mtoto wangu nimekubali, maana umekuwa kama Yesu. Nikamtaka kumuuliza, si wamama wameondoka ama hawajaondoka? Akaniambia, hao ndio wamekufanya ukue kama Yesu. Hungekuja kunitafuta kama si hao wamama. Hao ni wachungaji wako ndio wanakuchuga. Nilihuhoka. Nikarudi 0. Ikabidi sasa niongee na wao vizuri. Wakati nirudi mliona mlinotice nimechange sana. Maana niliona kuna road block. There is no way. Hakuna njia ya kupotea. Kwa hivyo hii maneno inakuja. God can use anything to train you. God can use a situation. Imagine Paulo na Sila walikuwa wametoka kuomba, lakini they ended up korokoro ndani. Lakini waliomba na walipoomba milango ya gereza ilifunguka. An earthquake came. Ikakuja. Baka hii earthquake. Hii earthquake inakujaga. Ni hizo mashida zinakukutaga ukiokoka. Ni hizo mashida zinakujaga ukipatiana sadaka yako hapa. Ni hizo mashida maana umetoa sadaka uondolewe zile shida. Zikiondoka zinaondokaga na vita. Zinaondokaga na nguvu nyingine. Baka zinabomoa. Zima hii misingi ni kokoto, wengine hapa ni kokoto, wengine hapa ni kirami, wengine hapa ni kiugali, wengine hapa ni kisukuma wiki. Zote ndio zinatokaga na pain. Ushatolewa bandage. Bandage hapa imeshikilia kwa kinoda. Ikitolewa inasikiaga uchungu, inatoaga mpaka kinyama. Na ukitolewa unapiga duru kidogo. Sasa wakati Mungu anakuuda, kuna kitu kinafanyikaga kwako. Vumilia. Be patient. God is dealing with you. God is caring. God is loving. God loves you. And he knows every challenge you are facing. God cannot test you beyond what you can be able to handle. He will love you. He will give you only the dose that you can be able to handle, because you want to perfect you. Since then, wakati nilijua hawa mama si my enemies, I was the enemy of myself. Nikajua these people were sent to remove, kwa sababu nilikuwa na kiburi, nilikuwa na a lot of ego. Nilikuwa natembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda kuniletea mkono, Bwana Yesu asifiwe sana. Na mara hiyo nakasanitize haraka. Naoga. Kakuua viini, maana ulikuwa na viini. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia huyu mpaka amenihurumia. Hiyo kiburi nilijikuta nikioza choo huko. Simbuli nilikuta mliona mimi nilikuwa naosha choo ya huko. Nilipelekwa mpaka nikaosha choo. Hawa mama wanakuja wakaniambia, "Oye, ndoka aturumilie kule Ngai." Gamela kwendeni huko. Toka. Kwa sababu I'm hearing God. Ninaosha choo inang'ara vizuri, karibu niweke mkono huko ndani. Ing'are huko ndani, ing'are kabisa. Kwa sababu ni kiburi iking'olewa, you become very humble. You become good. You become reasonable. You become understanding. So Lydia, kubali tu kiburi ngolewe. Kubali kiburi ngolewe. Kubali kiburi ngolewe mzee. Ndio upatiwe position hiyo ingine. Otherwise, without passing this test, you can never be given any position. Na wakati kiburi yangu ilingolewa, last year tu tumeletwa hapa. Na kale kakiburi kingine kangu kamebaki kadogo kakiisha kabisa, tapeleka wapi? Tutapatiwa hata State House tutachukua.
Kakiisha tu kwa sababu kuna kadogo hakajaisa vizuri. Bado niko na kanyita kadogo. Kaking'olewa kote katoke. Nikue sasa perfect, yani nikue, yani nakaa na kaga moto tu yani wa Yesu. Ndani yangu ni Yesu. Sijaweka ile, unajua kwa kingine nasikiaga jaa na kwambia dokehe shilingi 500, lakini kwa sababu uwezi kuninyima, si mimi ni pastor wako. Na hata kwa nyima 500, wewe namo. Lakini nimetumia nini? Nimetumia babafu. Sasa hako ndio kakitu kale kamebaki kadogo. Nikaenda yako na 3%. Haleluya. Wangapi wamebarikiwa siku ya leo? Tusimame kwa miguu yetu. Nataka tumwabudu Mungu. Na siombei mtu leo na sioni mtu leo. Mmenisikia? Siombei mtu na siombei, sifanyi nini? Sioni mtu. Nataka ukuje, mtakuja hapa, mtoe viatu zenu. Upige magoti yako chini, uombe Mungu. Tafuta mahusiano. Wacha kutafuta mahusiano ya mkono ya pastor. Tafuta mahusiano. He is here, he is listening to you. Anajua what you need. Even before you open up your mouth, he knows what you need. I want you to increase the amount of faith that God wants. He wants you to be lifted up. He wants you to be raised. Meanwhile, chukua bahasha yako. Chukua bahasha yako. Because kuna mlango lazima. Utasikia mgurumo hapa. Ukianza kuomba, utasikia earthquake ikifanyika hapa. A huge earthquake. Ikibomoa misingi katika maisha yako. Ikibomoa misingi ambayo inatawala maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na milango ya gereza itafunguka. Paulo na Sila waliomba, hawakuwekelewa mikono na pastor. Paulo hakuwekelewa mikono. Paulo hakuombewa na mchungaji, aliomba. Nataka you exercise that. I will come after you've exercised that. I will lead you to God. And God will change your life. Naona kuna watu sasa wamekufa moyo na nigonyu mirekora hivi. Pastor ugade konyona. Direda weherio wetekio. Ate itakuonete dogihona. Direda wetekie Ngai. I want you to see God. I want you to have a structured faith that elevates you to having connection with God. So ubebe hiyo sadaka yako, bahasha yako, uwekelee kwenye madhabahu. Mahali utaenda kupiga magoti, uwekelee hapo. Just cry to God. I will come later. Before that, I'm not seeing anybody until you practice what the Bible has taught us. Hallelujah. We must be practical with what the Bible is teaching us. Igia kule. Igia huko. Nyote muigie huko. Hata huko juu mpande, mwenye atapanda huko juu, padeni. There is no problem. You are allowed today. Padeni. Piga magoti mahali utaweza. Ukiweza kulala, ulale. Ukiweza kuamuka, uamuke. Ukitaka kurukaruka, urukaruke. Provide tu usikanyage mtu. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe.
Clouds TV, empowering life.